swala la kocha kubaki kuondoka, kila mamlaka ina madaraka yake. Mimi ni mwanachama hai. Jambo la kocha kuondoka, kubaki liko ngazi za juu. Sina maamuzi nalo, na napendekeza kwamba kabaki kaondoka ni mazingira ya ngazi za juu. Mamlaka yetu sisi mashabiki, wanachama ni kuisaidia Yanga yetu ipige hatua, isonge mbele, tuone mambo mazuri, ifanikiwe mbele. Hapa ilipo isonge mbele. Kwa lolote itakalotokea tuko pamoja nalo. Unafikiri nini kifanyike? Kwanza, ushauri wangu wa kwanza, mpira sio uhasama, mpira ni mchezo wa furaha. Hakuna timu duniani yenye kushinda mashindano yote bila ya kufungwa au kutoka suluhu. Mpira ni mchezo una matokeo matatu: kusuluhu, kufungwa, kushinda. Na waasa na ujumbe wangu natoa kwa mashabiki wote na wanachama wa Yanga, mpira ni fair play. Tuwe tayari kupokea matokeo ya aina yote kwenye jambo la mpira. Kama unatoka nyumbani kwako unaenda kushabikia mpira, unaenda kuangalia mpira kwa timu yako pendwa unayopendwa, kubali matokeo yote yatakayotokea pale, yakabili kwenye nafsi yako. Sitopenda jambo la lingine litokee kwenye matokeo ya mpira. Naipenda Yanga yangu. Napokea matokeo ya aina yote yatakayotokea uwanjani. Aidha nimesuluhu, nikishinda na furahi, nikisuluhu na furahi, nikifungwa ndio mpira. Naipenda Yanga kutoka moyoni. Jambo lolote litakayotokea uwanjani ni matokeo ya mpira. Yetu inafanyika tarehe 4 mwezi wa 10, na jambo letu tunazindua tawi letu. Nategemea kuzindua tawi letu la Mboga Msoga. Shughuli yetu inaanza tarehe 2. Lengo la mahususi, kitu cha kwanza ni hamasa ya ukusanyaji wa wanachama. Tarehe 2, kesho, siku ya Alhamisi, tunawakaribisha mashabiki wote wenye uhitaji za kadi za Yanga waje Samsilo. Kamati nzima ya uongozi itifaki ya Yanga inafika hapa Samsilo saa 2 kamili kwa utoaji wa kadi mpya kwa wale wanachama. Kwa hiyo tunawakaribisha kwanza wote waliokuwa tayari. Lengo letu ni kukusanya wanachama wengi kwenye maeneo yetu na nje ya maeneo yetu. Wote mnakaribishwa. Jambo letu linafanyika kama lilivyopangwa. Tarehe 2, siku ya Alhamisi, utakuwa na utengenezaji wa kabidhiano ya kadi, utengenezaji wa kadi, ukataji wa kadi kwa wale mashabiki. Tarehe 3, siku ya Ijumaa, kuanzia saa 2 kamili tunaanza maandalizi ya kuelekea kilele cha sherehe yetu itakayofanyika tarehe 4 mwezi wa 10 2025. Ni historia kubwa kwetu. Ni mara yetu ya kwanza kwenye maeneo yetu ya Msoga Mboga kuwa na tawi kama hili, na kulifanyisha mpaka limefanikiwa hapa tulipo. Namshukuru Mungu kwa hayo na hapa tulipofikia. Karibuni wote, tunawakaribisha. Hamasa yetu ni kutafuta wanachama wapya na kueneza wanachama wapya na kuendeleza Yanga yetu, kuisaidia Yanga yetu. Ukiwa shabiki, wote tumeanzia kwenye ushabiki. Inafikia stage ufikie kikomo, uwe mwanachama. Ndio ufaidi Yanga yako. Kama unaipenda Yanga kutoka moyoni, basi jitahidi kadri iwezekanavyo uwe mwanachama wa Dar es Salaam Yanga African. Nashukuru kwa hilo. Sina mengi, nawatakia sherehe njema. Niwakaribisha. Tumewalika matawi tofauti: Mdaula, Chalinze, Mwenda Pole, Kiwangwa, Msata, Mazizi, Saleni, Lugoba, Makombe na wengineo wote. Tushirikiane kwa pamoja kuijenga Yanga yetu, kuisapoti Yanga yetu. Yanga hii tumeipenda wenyewe, tunaendelea kuipenda daima milele. Nyuma mwiko. Yanga we! Yanga safi! Yanga we! Tuna utaratibu wetu tuliojipangia. Kama tuna jambo letu la Yanga, huwa wanachama wote tunafanya usafi kwenye mazingira ya kiserikali, hususa kwamba zahanati yetu ya Mboga Msoga tunaenda kufanya usafi. Tukishamaliza zahanati tunaenda ofisi ya kijiji ya serikali ya kijiji, tunaenda kusafisha pale na kuweka mazingira mazuri.
Ndio utaratibu wetu tuliojipangia kuelekea kilele cha shughuli yetu, kwa sababu hata serikali yenyewe tumeialika ya kata nzima na vijiji vyake. Tathmini yangu nivuke malengo. Kama tuko 110 basi tuwe 100 tena na 10, kwa sababu matangazo niliyoyafanya na hamasa niliyoifanya chini ya kamati yangu ya utendaji. Kamati yangu utendaji tumefanya kazi kubwa na mwitikio wake ni mkubwa. Tumetembea na matangazo nje ya kata ya Msoga, ndani ya kata ya Msoga na nje ya kata ya Msoga, na tumesambaza barua sehemu tofauti tofauti, na hili jambo lilikuwa linasubiriwa kwa hamu kubwa, kwa sababu ni jambo la historia kwenye mazingira yetu. Ni mara ya kwanza kutokea kadi ya Yanga ya mwanachama wa Yanga inapatikana mahala Mboga, na hilo ni jambo ambalo watu wanalisubiri na mashabiki wengi wanalisubiria kuliona kwa wazi.